Lakini Yesu mwenyewe aliyekuja kuokoa anasema kwamba mtu akila chakula hiki ambacho ni meza ya Bwana inajenga madhabahu ya kuishi milele. Hiki chakula kinatengeneza uzima na afya katika ulimwengu wa roho. Wakati tunakula ugali, tunakula chakula kingine cha kawaida ambacho walikula na maana jangwani babu zetu, lakini bado walikufa. Lakini chakula hiki tukila ambacho ni meza ya Bwana kimeagizwa kutoka mbinguni. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka juu, ni meza ya Bwana, kwa sababu Yesu aliyekwenda juu ametuagizia ili tule mwili wake, na tukila mwili wake tupate kustahimili, tupate kusurvive, tupate kuwa wazima, tupate kuwa na afya katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo nikupe mambo matatu manne ambayo ni sababu yetu kushiriki meza ya Bwana. Tafadhali mchungaji unisikilize. Hakikisha unaona jambo hili ni la msingi na ni la muhimu sana, swala la meza ya Bwana. Mstari wa 3. Mstari wa 53. Kwenye mstari wa 53 tunaona meza ya Bwana inatufanya tusipoteze uzima, tubaki kuwa na uzima wa milele. Sikiliza hilo neno katika mstari ule mlango wa 6 Yohana na mstari wa 53. Na neno la Mungu linasema hivi: basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipokula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Sikia, Yesu mwenyewe aliyekutuma ukamhubiri, Yesu mwenyewe aliyekutuma ukafanye kazi yake, anasema watu wasipokunywa damu yake, wasipokula mwili wake hawana uzima. Ni neno la Mungu, liko hai hili, linaishi hili. Kwa watu wengi sana wamepuuzia meza ya Bwana, hawataki kushiriki meza ya Bwana, hawataki kuwashirikisha watu meza ya Bwana. Wamefanya meza ya Bwana ni kitu cha kawaida tu. Nakwambia meza ya Bwana sio kitu cha kawaida. Meza ya Bwana ni neno la Mungu lilo hai. Anasema mkitaka muwe na uzima wa milele, umekaa kwenye meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni alama ili ambayo kila anayeshiriki meza ya Bwana anakuwa na uzima wa milele ndani yake. Uzima wa milele hautapotea, uzima wa milele hautaondoka. Hakikisha watu wanashiriki meza ya Bwana hawapotezi uzima wa milele, na kila kitu kina nguzo yake. Tunapozungumza habari ya uzima wa milele, maana yake anaposhiriki meza ya Bwana, huyo anakuwa na uzima wa milele unaoishi ndani yake. Kwa vitu vingine vyote anavyofanya vinavyoashiria uzima wa milele, nguzo yake ni meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujue kitu hicho. Lakini kuna pointi ya pili katika mstari ule wa 55. Mstari wa 55 unaona anasema hivi. Mstari wa 55 Yesu anasema, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Unaona, kweli inabaki kuwa ndani ya mtu ambaye anakula.